your referee, Howard Foster. And now, your referee, Howard Foster. Yes, bwana, mambo vipi? Na tumaini tutakuwa buheri wa afya njema. Hata mimi pia niko vizuri kweli kweli. Leo nataka tuweze kuwa wote mashahidi kwa hiki ambacho nataka kukizungumza. Ukweli ni kwamba baada ya kushuhudia pambano la Hassan Mwakinyo dhidi ya Michael Soro pale nchini Ivory Coast, lakini yale matokeo baada ya kupatikana kwa Hassan Mwakinyo kupoteza ule mchezo kwa technical knockout kwenye raundi ya 9, pambano ambalo lilipangwa kupigwa raundi 10, na nimejaribu kumsikiliza Hassan Mwakinyo wakati anazungumza namna ambavyo aliweza kujiandaa na ule mchezo, akafika katika eneo la tukio mpaka anapanda ulingoni, hali zote ambazo amezungumza Hassan Mwakinyo. Lakini pia nikaja kuangalia na kile ambacho wanakizungumzia mashabiki wa Hassan Mwakinyo, jinsi ambavyo wanamfahamu na yale ambayo yanaweza kujitokeza. Lakini pia nikaja kusikia baadhi ya wachambuzi wakichambua namna ambavyo Hassan Mwakinyo amepoteza lile pambano, lakini pia hata baadhi ya mabondia wale ambao ni mahasimu na watani wa jadi kwa Hassan Mwakinyo nao waliweza kufunguka mambo mengi sana. Sasa hapa nataka tuangalie jambo moja moja, alafu baadaye tuje kuambiana kwenye comment. Je, kwa upande wako wewe unadhani nini ambacho kiliweza kumkuta Hassan Mwakinyo, na unadhani kifanyike nini endapo atapata nafasi ya kuweza kurudiana hawa kali wawili? Yes, pambano la Hassan Mwakinyo lilifanyika Juni 10 mwaka huu 2026 pale nchini Ivory Coast, ambapo Hassan Mwakinyo alipata bahati au nafasi ya kuweza kuwania ubingwa wa dunia wa IBO. Na hapa Hassan Mwakinyo akapewa kisiki kizito, bondia mwenye rekodi kubwa katika nchi ya Ufaransa na duniani, hasa katika tasnia ya mchezo wa ngumi, na mzungumzia Michael Soro ambaye ni Mfaransa, alipata bahati ya kucheza katika ardhi ya Ivory Coast. Pambano la Hassan Mwakinyo liliandaliwa na promotion ya ngumi za kulipwa kutoka nchini Ivory Coast ambaye inafahamika kama The Dream Ring. Dream Ring waliweza kuandaa pambano la Hassan Mwakinyo akawa main card dhidi ya Michael Soro, na lile pambano liliweza kufanyika kwa ukubwa wake na tukashuhudia likipewa jina la The Dream One. Hassan Mwakinyo alikuwa mgeni kutoka ardhi ya Tanzania kwenda katika ardhi ya Ivory Coast, lakini pia hata Michael Soro pale alikuwa mgeni japo ana ugeni mwenyeji. Sasa pambano likawa limepigwa round ya 9, Hassan Mwakinyo anashindwa kuendelea na mchezo na Michael Soro kuibuka na ushindi wa technical knockout. Sasa baada ya yale matokeo kujitokeza, watu wameweza kuzungumza mambo mengi sana ambao wameweza kushuhudia lile pambano. Kundi la kwanza lilikuwa linamuunga mkono Hassan Mwakinyo, anasema kwamba Hassan Mwakinyo hakuwa sawa wakati anacheza lile pambano, hasa wakiwa wanamuangalia, na hawa wengi walikuwa wachambuzi pamoja na mashabiki wa Hassan Mwakinyo, ndio kauli yao ambao waliweza kusimama nayo tangu wanashuhudia lile pambano. Kwa hiyo Hassan Mwakinyo akawa ana utofauti kidogo wa kucheza, kitu ambacho hakijaonekana kwa muda mrefu endapo unashuhudia mapambano ya Hassan Mwakinyo. Kwa hiyo ule utofauti wa kuonekana uchezaji wake ulingoni, moja kwa moja wakaamini ya kwamba Hassan Mwakinyo hayuko sawa, na wakaamini ya kwamba huenda kuna kitu kiko nyuma ya pazia ambacho kimemsibu Hassan Mwakinyo. Wengine wakafika mbali wakasema huenda Hassan Mwakinyo ameuza lile pambano ili aweze kujipatia pesa, kwa sababu uchezaji wake haukuonekana ule ambao wengi wanaufahamu. Katika maeneo ambayo Hassan Mwakinyo huenda angeweza kufanya maajabu, unakuta hafanyi maajabu. Katika maeneo ambayo Hassan Mwakinyo huenda anaweza kujipanga, akatumia mbinu mbalimbali za ufundi, hasa kwenye tasnia yake kama mbobevu na mzoefu wa mchezo wa masumbwi, lakini watu hawakuona technical yoyote ambayo aliitumia Hassan Mwakinyo ili aweze kupata yale matokeo. Kwa hiyo pambano limekwenda raundi ya kwanza, raundi ya pili, ya tatu mpaka ile raundi ya 9, na Hassan Mwakinyo anashindwa kuendelea na ile pambano baada ya kushambuliwa kwenye 1 na 2 ambazo alikuwa anapiga Michael Soro, ndiko ambako pambano linamalizika. Kwa hiyo kundi la kwanza hawakumuona yule Hassan Mwakinyo ambaye wanamfahamu akiwa na machachari yake ulingoni, wakaamini ya kwamba huenda Hassan Mwakinyo ameuza lile pambano kwa sababu hakuwa sawa kimchezo. Yes. Kundi la pili wakasema kwamba Hassan Mwakinyo alishindwa kufurukuta wala kufanya chochote ulingoni kwa sababu alikutana na bondia mkubwa, bondia ambaye ana rekodi kubwa, ana uzoefu mkubwa, ana rekodi kubwa ya kuchezea mikanda kama ile. Kwa hiyo Hassan Mwakinyo hakuwa sawa kwa sababu alikuwa na hofu ya kukutana na bondia mkubwa ambaye ana rekodi kubwa ya kumtisha kuliko yeye Hassan Mwakinyo. Wakati pambano limeweza kutangazwa, tukawa tumejaribu kuangalia rekodi za bondia Soro ambaye anaenda kucheza na Hassan Mwakinyo. Ni kweli alikuwa bondia ambaye amemzidi Hassan Mwakinyo katika maeneo mengi,
Kwanza ni bondia ambaye alikuwa na hadhi ya nyota 4 na sasa baada ya kumtwanga Hassan Mwakinyo amepanda mpaka kuwa na hadhi ya nyota 4.5. Hassan Mwakinyo wakati anaenda kucheza ile pambano alikuwa bondia mwenye hadhi ya nyota 3. Kwa alikuwa anaenda kucheza na bondia mwenye hadhi ya nyota 4, hapo tu akawa Hassan Mwakinyo ameshaachwa mbali zaidi na huyu bondia ambaye ameenda kucheza naye. Cha pili, kwenye rekodi za mapambano, kweli Hassan Mwakinyo alikuwa na rekodi chache za mapambano ukilinganisha na Mike Soro. Kwa hiyo Mike Soro alikuwa juu zaidi ya Hassan Mwakinyo. Kwa hiyo sasa hata wakati anaenda kukutana naye wengi wakawa wanategemea kuona mchezo ambao unaweza ukampa challenge kubwa Hassan Mwakinyo kuweza kupata matokeo ya ushindi, na ndio maana akajitokeza Toa Kasim Kiduku akasema kwamba amesikia na ameona tangazo la Hassan Mwakinyo kwenda kucheza nchini Ivory Coast dhidi ya bondia Mfaransa Mike Soro. Na Toa Kasim Kiduku akasema kwamba katika rekodi na jinsi ambavyo anamfahamu Mike Soro ni bondia mkubwa mwenye rekodi kubwa, Hassan Mwakinyo kwenye huo mchezo atakuwa na kibarua kigumu. Akadeclare kabisa akasema kwamba endapo Hassan Mwakinyo atapata matokeo ya ushindi, basi kweli mimi nitamkubali kwamba Hassan Mwakinyo ni bondia haswa, lakini kuna uwezekano mdogo sana wa Hassan Mwakinyo kuweza kupata matokeo dhidi ya Soro. Hiki alikizungumza Toa Kasim Kiduku wakati lile pambano Hassan Mwakinyo linaendelea kupromotiwa ili tuweze kushuhudia burudani hiyo. Kwa hiyo sasa upande wa pili wanasema kwamba Hassan Mwakinyo kupoteza lile pambano alikutana na bondia mkubwa, bondia mwenye rekodi kubwa, fundi kushinda Hassan Mwakinyo na ni bondia mwenye hadhi za juu. Kwa hiyo Hassan Mwakinyo kupata matokeo yale ni sahihi kabisa, wala asilalamiki, kwa sababu ni bondia ambaye alimzidi kila kitu, na ndio maana hata uchezaji wake alishindwa kuonesha zile ule ufundi wake, kwa sababu kila maeneo yule bondia alikuwa ameyakava. Akitaka kucheza hivi Hassan Mwakinyo, Soro anajua jinsi ya kuweza kudili na hiyo style ambayo Hassan Mwakinyo anataka kuja nayo. Anataka kufanya hiki Hassan Mwakinyo alishindwa, na ukishuhudia lile pambano unamuona kabisa Soro aliweza kutawala mchezo, na ndio maana Hassan Mwakinyo kama alionekana kuwa dhaifu katika ule mchezo. Kwa hiyo mjadala ukawa mkubwa sana katika mitandao huko kuhusiana na yale matokeo ya Hassan Mwakinyo. Lakini upande mwingine wakawa wamemwamini Hassan Mwakinyo. Baada ya mchezo kumalizika, tukamshuhudia Hassan Mwakinyo mwenyewe akizungumza kwa mara ya kwanza nini ambacho kilimsibu na kuonekana katika hali ile ya unyonge akiwa ulingoni. Kupitia mtandao wake wa Instagram aliandika ujumbe akasema kwamba haamini kile ambacho kimejitokeza na anaamini ya kwamba yale matokeo yametoka ni moja kati ya matokeo ya mchezo, lakini kubwa zaidi ambalo linamuumiza na kumsikitisha, anaamini ya kwamba huenda mazoezi ambayo alikuwa amejiandaa nayo kwenda kwenye lile pambano yaliweza kumfanya awe dhaifu na kuonekana sio Mwakinyo yule ambaye wengi wanamfahamu akiwa ulingoni. Lakini pia baada ya hapo Hassan Mwakinyo akawa anakuja kufanya mazungumzo kwa urefu zaidi, akisimulia safari yake ya kutoka katika ardhi ya Tanzania kwenda katika nchi ya Ivory Coast kuchezea ubingwa wa dunia wa IBO dhidi ya Soro, na akasema kwamba kuna fitina ambazo ziweza kujitokeza hasa katika maeneo mbalimbali, hususan yeye eneo lake la kulalia anahisi ya kwamba aliwepuliziwa madawa ambayo yalikuwa yanampunguza nguvu siku baada ya siku, kwa sababu licha ya kujiandaa katika uzito kwenda kupigana ule ambao ulikuwa kwenye mkataba, baada ya kufika kule alikuwa na kilo zile zile za kwenye mkataba, lakini cha ajabu siku zinavyozidi kwenda akawa anapungua uzito. Lakini pia anasema mwili wake haukuwa sawa, alikuwa anahisi kuna vitu ambavyo vinamfanya aweze kuwa mnyonge, kwa sababu kuna mara kadhaa alikuwa akibaki peke yake anasinzia tu, kitu ambacho alikiona cha ajabu sana kwenye lile pambano, na anaamini ya kwamba ili hali ya sintofahamu ndio ambayo imeweza kupelekea yale matokeo mpaka kutokea. Kwa hiyo anaamini ya kwamba kulikuwa kuna fitina ambazo zilifanyika, na alijaribu kutafuta hata kamishina ya ngome za kulipwa nchini Tanzania kuwaeleza hali ambayo yuko nayo kule, na alitamani asicheze, lakini aliogopa kuwaumiza mashabiki zake ambao walikuwa wamejiandaa kuweza kutazama lile pambano. Ikabidi acheze hivyo hivyo kiume, lakini hakuwa sawa. Kwa baada ya hayo maelekezo na maelezo jinsi ambavyo aliweza kufanyiwa hujuma katika nchi ya Ivory Coast kwenye lile pambano, mashabiki wengi wamempa pole na wamempongeza kufika raundi ya 9, kwa sababu asingekuwa strong huenda asingefika hata raundi ya 9, na wameyapokea matokeo. Lakini pia Hassan Mwakinyo ametamani kuwepo na pambano la marejeano dhidi ya Soro ili kuweza kushuhudia sasa kile ambacho Hassan Mwakinyo anakiamini kwamba atamshinda Soro mapema sana. Yes, kwa hiyo makundi yalikuwa matatu ambayo yalikuwa yanazungumzia matokeo ya Hassan Mwakinyo. Kwenye haya makundi matatu ambayo wa kwanza anasema Hassan Mwakinyo hakuwa sawa, wanaamini ya kwamba aliuza pambano. Wa pili wanasema kwamba alizidiwa kiufundi na mchezo na kila kitu, akubali kwamba amepigwa, yule bondia alikuwa mkubwa zaidi yake, asijigambe na acha dharau. Na kundi
kundi la tatu ni hawa ambao wanampongeza Hassan Mwakinyo kufika raundi ya 9, huku akimpa pole maswaibu yote ambayo yaweza kujitokeza kwenye ile safari pale nchini Ivory Coast. Wewe kwa upande wako upo kwenye kundi gani, na kipi ambacho unamwambia Hassan Mwakinyo endapo atarudiana tena dhidi ya bondia Mike Soro? Tukutane kwenye comment. Your referee, Howard Foster. And now, your referee, Howard Foster.